Kwa hivyo vitabu vyote vya sheria vikawekwa pamoja. Zinaitwa vitabu tano, or the Pentateuch, vitabu vya Musa tano: Mwanzo, Kutoka, Hesabu, Walawi na Kumbukumbu la Torati zikawekwa pamoja. Kuna nyingine inakuwa ni ya kuandikwa tu, ni maandishi, the writings, nayo ikawekwa pamoja. Ndio unampata Joshua, ndio unampata Samueli, ndio unampata kitabu pia cha Waamuzi ambao walikuwa wakati ule. Na pia kuna vitabu utapata zikawekwa pamoja ambao ni kama poem au poetry. Sijui ni lugha gani nitatumia kwa Kiswahili. Poetry sijui inaitwa nini kwa Kiswahili. Shairi. Kama shairi hivi utapata zikawekwa pamoja. Ukianza na kitabu ambacho ni cha Mithali, kitabu cha Ayubu. Ayubu aliwekwa hapo sasa. Books of poetry, books of wisdom. Unapata hata Mithali pale. So unapata Ayubu, unapata Zaburi, unapata Mithali na unapata pia Mhubiri, zikawekwa pamoja. Kisha wakachukua manabii wote 14 wakawekwa pamoja, lakini wamegawanywa mara mbili. Kuna wale wanaitwa the major prophets na kuna minor prophets. Wale ambao ni wazito, wana manabii wale wazito kama Jeremiah, Isaya, Ezekieli, na pia Danieli anaanguka hapo tu. Utapata Danieli hapo kwa hao manabii ambao ni major. Wale minor, wale wandogo ambao wana sura moja, sura mbili, sura tatu, nao wakawekwa pamoja, na utawapata wote tu wamefuatana hapo. Utawapata watu kama nabii Joeli, Nehemia, Joeli, Obadia, watu kama Jona, utapata Hosea, utapata Zefania, utapata Zekaria, utapata Malaki, wamewekwa pamoja. Hiyo ndiyo Agano la Kale. Kwa hivyo walipanga kulingana na vile itaeleweka literature, na pia wanaweka kulingana na class. Wakiingia katika sasa Agano Jipya, wakaweka pia the same idea. Wakachukua vitabu vya Injili wakaziweka pamoja. Mathayo, Mariko na Luka na Yohana wakawekwa pamoja. Kitabu kimoja cha historia kikawekwa peke yake, ni kitabu cha Matendo ya Mitume. Is a historical book, ikawekwa hapo. Baada yake kukawekwa sasa ile tunasema the writings au the letters, barua za nyaraka za mitume, nyaraka zikawekwa pamoja. Wakaanza na za Paulo, unapata kuna Warumi, unapata kuna Wakorintho wa kwanza na wa pili, unapata kuna Wagalatia, kuna Waefeso, kuna Wafilipi, kuna Timotheo wa kwanza na kuna Timotheo wa pili, kuna Wakolosai, kuna Wathesalonike, unapata kuna Filemoni na kuna Tito na Wahibrania. Hizo zote ni za Paulo, zikawekwa pamoja. Lakini baada ya hiyo unapata ya kwamba kuna Yohana, pia Yohana ambaye aliandika Injili. Yohana aliandika Injili, ameandika vitabu 5 katika Agano Jipya. Ameandika Injili ya Yohana na ameandika nyaraka ya kwanza na ya pili na ya tatu ya Yohana na kitabu cha Ufunuo. Kwa hivyo nyaraka zake zikawekwa pamoja, waraka wa kwanza wa Yohana na wa pili na wa tatu. Kisha waraka wa kwanza na wa pili wa Petero zikawekwa pamoja. Alafu Yakobo James ambaye alikuwa ni kiongozi wa kanisa wakati ule, ukisoma Matendo ya Mitume 15, ndiye ambaye alikuwa mzee mkuu wa kanisa katika council ya Jerusalem. Akawa kwa hapo na yeye akaandika barua yake, akiandika na shida ambazo watu hutokezea akaandika. Hatimaye yule Jude ambaye pia alikuwa ni mmoja wa wanafunzi akaandika. Iko only one chapter ya Jude, ameiandika kutoka fungu la kwanza hadi fungu la 24, ambayo sasa inatufikisha katika kitabu chetu cha mwisho sasa, kitabu ambacho ni cha unabii, which we call eschatological book, kitabu ambacho kina siku za mwisho, mambo ya mwisho, the end times, kikawekwa mwisho. Nacho ni kitabu cha Ufunuo, kuanzia sura ya kwanza hadi sura ya 22.
ikawekwa peke yake.